Kweli uchoyo ulikuwepo, lakini binafsi huo uchoyo unaonekana baada ya kukosa matokeo. Siku zote benchi la ufundi pia limelaumiwa kwa sababu limechelewa kufanya sabu yote. Kwa yote tumekosa matokeo. Lakini tungekuwa tumepata matokeo, kulikuwa kuna mshabiki yoyote na mdau yote wa soka angelalamikia benchi la ufundi, angelalamikia kufanya sabu, au angelalamikia Ateba alikosa nafasi nyingi. Kikosi kikubwa tulikosa matokeo, na ndio maana tumelalamikia kwamba itakuwa atoke mapema, na uchoyo uligharimu timu yetu labda kukosa matokeo. Lakini mimi niseme tu yale ndio matokeo ambayo yalipangwa pale Cairo. Kwa hiyo tuachane na ile mechi, imeshapita, tufocus kuelekea mchezo wa tarehe 9. Binafsi mwenye babu yako, mwenye bibi yako, una kobe wako nyumbani unamfuga, basi nenda kamuelekezee kibla, tuelekee Benjamin Mkapa. Ateba amekuwa akitupiwa lawama nyingi sana. Hata mechi ya juzi ametupiwa lawama kwa kukosa magoli mengi, lakini wapo wanaosema sasa ni wakati wa Stephen Dese Mukwala kuweza kupewa nafasi kubwa kwanza kucheza. Maana Ateba alishapewa mechi nyingi zaidi ya Mukwala, lakini bado mambo kwake yamekuwa magumu. Kwako mechi ya marudiano, unatamani nani aanze? Stephen Dese Mukwala au Lionel Christian Ateba endelee kukaa pale juu? Mimi binafsi ni pendekezo la mwalimu. Yeye tayari amesikia malalamiko ya wadau wa soka, hasa wa Simba Sports Club, kwamba kunaonekana kwamba kuchelewa kufanya sabu kwenye mechi muhimu kama ile ambayo tunakuwa tunahitaji matokeo. Malalamiko yale yalianza kwenye mechi na Azam vile kwamba sabu zilichelewa, watu wakalalamika, lakini yeye anakaa nao kwenye viwanja vya mazoezi, ni kipi anakiona kwa upande wake, na pia yeye ni mwanadamu vile ana mapungufu kama mwanadamu mwingine, na pia huwa anapokea ushauri na kufanyia kazi. Mimi naamini ujumbe umeshafika. Semeji letu limezungumza kwenye uzinduzi wa hamasa pale Mbezi kwamba taarifa zote za Simba zote zimefika benchi la ufundi, na viongozi pia wamefikisha kwa wachezaji. Kwa hiyo hilo ni jukumu sasa la mwalimu kwenye viwanja vya mazoezi kuelekea mechi ya tarehe 9, na wao wachezaji wenyewe wanasema mechi wanaitaka, kwa sababu na mimi nilikuwa miongoni kwenye kuwapokea siku alfajiri ya leo, nilikuwepo pale Terminal 3 kwa kupokea wachezaji, na wakisema kwamba mechi tunaitaka, tuko pamoja nao. Kwa hiyo mimi naamini wataenda kutupa kile kitu ambacho tunakihitaji, sababu tumefanya kila kitu kule, lakini kikubwa mpira kuingia kambani. Hilo ndio maana watu wengi wamelalamika, lakini naamini Benjamin Mkapa sio mpira mmoja tu, wale watafungwa kuanzia goli 4 na kuendelea. Mimi nakwambia tutakutana baada ya mechi, utaniambia bwana ulisema. Yaani Simba anapohitaji jambo lake, alafu uwanja nyumbani hajawahi kufeli. Nandi, kwa nini mnajiamini sana? Mnasema wanapiga si chini ya goli 4 na kuendelea. Katika walabu tuliokutana nao msimu huu, sawa, tumecheza na walabu watatu, yule ni mwalabu wa 4, lakini katika walabu watatu tuliokutana nao, mwalabu mgumu alikuwa Real Tripoli peke yake. Ndio alikuwa mgumu kwa upande wetu, ambaye hatua ya kwanza kuelekea makundi, lakini wale makundi wawili walikuwa wa kawaida, pamoja yule mmoja alitufunga kwa 2-1, lakini walikuwa wa kawaida, kwa sababu unaona Simba alifunga goli nyingi akiwa nyumbani, lakini amefunga goli chache akiwa wewe, na hata kuruhusu goli alizoruhusu Simba nyingi karuhusu akiwa wewe, sababu Simba karuhusu goli 4 lakini 3 karuhusu wewe, nyumbani karuhusu goli 1 tu. Maana yake anaonesha Simba ana ubora wa kiasi gani wa kufanya kazi yake akiwa nyumbani. Ugenini tulifunga goli 3 tukaruhusu 3, lakini nyumbani tulifunga goli 5 tukaruhusu goli 1. Unaona kwamba Simba wakiwa nyumbani wana hatari zaidi. Mimi naamini kilichomkuta Oloya, kilichomkuta Joane Galas, kilichomkuta nani huyu Konstantini, kilichomkuta chana nayo Walibia yule Real Tripoli, kilichomkuta ndio kitaenda kumtokea huyu Almasri, kwa sababu Almasri ameshangilia kupata zile goli 2, anaona kama ndio kashavuka, kwa sababu alishawahi kupata sare ya 2-2.